Jilindeni na choyo, kwa kuwa uzima wa mtu hautegemeani na wingi wa vitu alivyonavyo. Hilo ni neno ambalo Yesu alilitoa katika ile Luka 12 ile. Ndo alitumia hilo neno wakati ambapo alikuja kuulizwa na ilikuwa kama ombi wa mtu fulani hivi. Alikuja kwamba walikuwa wanagombania mali ya urithi. Kwa hiyo yule jamaa akaja kwa Yesu, akataka kwamba Yesu awe kama vile muamuzi ambaye atamsaidia ili kwamba ile mali iende kugawiwa kati yao kwa usawa. Sasa Yesu akamkemea akisema kwamba ewe mwanadamu, ni nani aliyeniweka mimi kuwa muamuzi kwenu kwa ajili ya mali yenu? Ndipo sasa akawaambia mitume na akiwa anawafundisha kwamba jilindeni sana na choyo, kwa kuwa wingi wa vitu ulivyo navyo sio ndio inamaanisha kwamba uzima wako unategemeana sana na huo wingi wa hivyo vitu. Kwa nini nimekumbusha hili neno? Ni kwa sababu mara nyingi tunapopata vitu baadhi inakuwa inatutegemesha sana. Yani wengi wanafikiria kwamba kwa kuwa niko na vitu na nina akiba kubwa ndio maisha yangu pia yanaweza kuwa mazuri kutegemeana na hivyo vitu. Ila Yesu aligusia hiyo pointi akisema kwamba uzima wetu na maisha yetu binafsi au maisha yetu kwa ujumla hayategemeani sana na wingi wa vitu tulivyonavyo. Kwa hiyo tujilinde na choyo. Kweli tutafute, kweli tuendelee kushughulika kama kawaida, tushauri wakati unamwona mtu mwingine hayuko sawa, anahangaika karibu yako na una uwezo wa kumsaidia. Msaidie. Kwa maana tulikuja bure duniani na tutarudi bila chochote. Ndio hivyo. Hapo chini kabisa ya hilo andiko kuna neno ambalo alienda siku moja akaligusia pia, akasema kwamba ni katika mfano huo ambapo pia akasema kwamba kuna tajiri mmoja alikuwa na shamba lake. Sasa shamba lake likawa limezaa sana. Kwa hiyo akapata vyakula vingi, akapata akiba kubwa ya chakula. Sasa huyo tajiri baada ya kupata hivyo vitu akajisemea moyoni mwake kwamba nitafanyaje? Akapata wazo, akasema ya kwamba nitajitengenezea gala, na hiyo gala ambayo nitatengeneza, baada ya kutengeneza hizo gala nitachukua mavuno yangu yote nitaenda kuyaweka mle kwenye ile gala, kisha nitaiambia nafsi yangu, furahia kwa yale mambo yote uliyoyafanya, furahia kwa kuwa ni muda sasa wa kustarehe. Lakini Mungu akamwambia ya kwamba mpumbavu wewe, umejiwekea akiba kweli ya vitu vingi. Sasa na leo hii ndo wanaenda kuichukua nafsi yako, wanaenda kuichukua roho yako. Sasa hiyo vitu ulivyojiwekea akiba vitakuwa ni vya nani? Ndo mfano huo ambao Yesu alikuwa akiuonesha. Akasema kwamba ndivyo pia walivyo wale ambao wanajiandaa tu kwa vitu na kujiwekea gala ya vitu vingi, ila hawajiandai kwa Mungu. Kwa hiyo tunapotafuta na kuishi katika hii dunia, tukumbuke pia kujiandaa kwa Mungu. Tukumbuke pia kuwekeza katika ufalme wa Mungu, kuishi anavyotaka Mungu. Tuwekeze sana katika huko gala ya huko juu, kwa kuishi mapenzi ya Mungu, kwa kupendana sisi kwa sisi. Na unaweza kumsaidia mtu lakini asikurekonetre, hiyo isikuumizi. Pia tukumbuke sana kumtii huyu Mungu, kwa sababu tutakapoendelea tu kutafuta bila kukumbuka kwamba siku zinaenda kwa kasi na upo ufalme wa Mungu na ukuja, tunajikuta kwamba tunaandaa tu mambo ya ulimwengu lakini hatukuandaa vitu muhimu zaidi vya maisha yetu. Mungu akubariki sana.